Nzuri sana, tunamshukuru Mungu. Salama? Niko salama kabisa. Sisi bwana wana habari tumekuja kutaka kupata taarifa zaidi kuhusiana na mkesha wa Chako ni Chako, lazima uondoke na chako. Tuambie zaidi kuhusiana na mkesha huu. Kwanza ni mkesha unaitwa Chako lazima kiwe chako. Ndio maana ya Chako ni Chako. Na namba 2 ni mkesha ambao unahusu kuvuka mwaka kabla ya kuvuka. Unajua sisi watu wa imani, watu wa kawaida duniani wanavuka ndio wanashangilia. Sisi tunashangilia hata kabla hatujavuka. Imani ni kushinda kabla ya kushinda. Ni kufanikiwa kabla hujafanikiwa. Kwa hiyo tunavuka kabla ya kuvuka. Na kuvuka mwaka lazima uvuke na chako. Maana yake kuna watu wengi wana vitu vyao vimeibiwa. Katika ulimwengu wa mambo ya kiroho, maisha ya watu wengi yanaibiwa. Hata nyota zinaibiwa. Watu wanavuka mwaka lakini adui ameshikilia maisha yao. Wanavuka mwaka watoto wao wameshikiliwa, wameharibiwa. Wanavuka mwaka mambo yameharibika. Sasa lazima uanze kutamka na kuvuka kwa ushindi na kuvuka na kile kitu chako. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, Farao ambaye kipindi hicho alikuwa anatesa wana wa Israeli, aliwaambia muondoke. Lakini tutaruhusu mtoke, mtatoka nyie watu wazima. Watoto wenu mtawaacha, ng'ombe zenu mtaziacha, mali zenu mtaziacha. Musa akawaambia, tutakwenda na watoto wetu. Tutakwenda na ng'ombe zetu. Tutakwenda na mali zetu. Tutavuka na kila kitu chetu. Kwa hiyo hii ndio maana ya chako lazima kiwe chako. Vuka kabla kuvuka, na chako lazima kiwe chako. Kuna watu wana vitu vyao lakini haviko mkononi mwao. Huu mkesha ni mkesha wa mapambano ya kurudisha chochote kilichochukuliwa katika maisha yako. Vingine watu wameibiwa. Unajua katika maisha ya kimwili, mtu akiiba shati lako, unajua nani ameniibia na unaenda polisi. Lakini tunajua wazi kabisa hata mtu akioa mke, kuna majini analala na mke wa mtu. Wachawi wanaweza kulala na mke wa mtu. Utampeleka polisi wapi? Utapeleka mahakama ipi? Hii ndio mahakama yenyewe. Kwa hiyo mkesha kila kitu chako lazima kirejeshwe. Na tunaposimama kama watumishi wa Mungu, tunasimama kama mahakimu wa kiroho. Kuwaweka watu huru, kurudisha kila kilichoibiwa, kukomboa maisha yao. Na huu ni mkesha ambao hautasahaulika. Kwa msisitizo, mkesha huu utafanyika lini na lini na tutaanzia kwa muda gani? Ni siku moja tu ambao ni siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 mpaka asubuhi. Na huwa hatumalizi saa 11 au saa 1 wakati kumekuwa kweupe, ndipo tunawaachia watu kwamba nuru sasa imepambazuka. Chako lazima kiwe chako. Kikupendeza, mtumishi Boniface Mwamposa, vitu gani vya kuzingatia huyu ambaye atakuja katika mkesha huu? Kwanza lazima wajue kwenye mkesha huo tutakuwa na mambo kadhaa. Number 1, kutakuwa na ukombozi wa ardhi. Adui huwa anachezea maisha ya watu pia kupitia ardhi. Ndio maana hata mganga mtu akienda anamwambia kachote udongo wa mtu fulani. Akikanyaga chota mguu wake. Sasa ule unaosema mguu, yeye anachota udongo. Maana yake kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi. Na ardhi mtu akiitumia kukupiga hawezi kukukosa kwa mambo ya giza. Sasa sisi Mungu ametupa ufunuo kukomboa ardhi yako. Na hata tukisoma katika maandiko, Mungu alipokuwa anamlaani Adam, watu wengi wanasema Mungu alimlaani Adam. Mungu alilaani ardhi. Akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Itakuzalia miba na michongoma. Mpaka leo kuna watu ardhi yao haiwazalii mambo mazuri. Inazaa miba na michongoma, maumivu ya maisha. Lakini siku hiyo itakuwa ni ukombozi pia wa ardhi. Nina udongo ambao mpaka leo upo tayari, unaendelea, utaombewa kuanzia leo na watauchukua siku hiyo. Kila mtu atagawiwa bure kabisa. Bure kabisa. Na kila mtu nimeagiza chota udongo wako nyumbani kidogo. Na hata ukikutana na mtu anakuambia, "Kwa nini unapeleka udongo kwenye mkutano?" Mwambie na wewe, "Kwa nini unapeleka kwa waganga kienyeji?" Kwa hiyo kila mtu uje na udongo wako kidogo. Tutafanya ukombozi wa ardhi. Tumeona hapa watu wakikombolewa ardhi zao. Alikuwa anavuna magunia 50, ghafla baada ya upako shamba lile lile, heka zile zile, anavuna magunia 300 na. Ni shamba lile lile. Kwa miaka 10 amevuna magunia 50. Anavuna magunia 50. Lakini baada ya upako kwenye ardhi, shamba lile lile magunia 350. Magunia 400. Maana yake nini? Kuna watu wanaibiwa bila kujua. Kwa hiyo chako lazima kiwe chako. Kila kitu kiko sawa kama unavyoona hapa. Ulinzi upo. Kutakuwa na ulinzi wa kwetu sisi wenyewe.
ulinzi wa kipolisi. Ulinzi kama unavyojua, mikutano kama hii inahitaji ulinzi, kwa sababu kila mtu anakuja kwa ajili ya kupokea, lazima alindwe. Kwa hiyo siku hiyo kutakuwa na ulinzi wa baraka, ulinzi kabisa, na pia vile vile kuanzia leo pia kutakuwa na ulinzi, kwa sababu hizi ni mali, vitu vimekaa hapa. Kwa hiyo ulinzi unaendelea, na ulinzi wa kwetu kama kanisa upo kama huduma, lakini pia kuna ulinzi ambao kama serikali inawajibika kulinda mkutano, na tunamshukuru Mungu. Na vile vile nisijasema kitu kimoja, kutakuwa na ukombozi wa nyayo zako. Nyayo za binadamu ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo miguu yako lazima ikombolewe. Lazima uwe na viatu vya chuma na shaba. Kwa wale wanaofuatiliaga watajua. Wanadamu anaweza akakosa tai lakini hawezi kukosa kiatu. Anaweza akakosa kofia lakini akakosa, kama hapa tulipo, inawezekana yule ana kofia, mwingine hana kofia, lakini kiatu kila mmoja anacho. Kwa nini? Kiatu ni ulinzi. Kama kuna kiatu katika ulimwengu wa mwili, kuna kiatu katika ulimwengu wa roho. Na kimaandiko inasema utakuwa na viatu vya chuma na shaba. Maana atakayetaka kucheza na wewe ataumia yeye. Tunaamini baraka katika mkesha huu, na kila atakayehudhuria mkesha huu unaitwa ni usiku usiosahaulika. Hivi ninavyokuambia, watu wameshaanza kuingia kutoka nchi mbalimbali. Kienda pale kwenye ujengo, kuna watu kutoka nchi za Ulaya, Uingereza, Msumbiji, Kongo wako wengi, Kenya, watu wameshaanza kuingia. Na kutoka mikoani, hao ndio usiseme. Sasa hivi ninavyosema wameshaingia wengi. Kwa hiyo wale wa Dar es Salaam wai hapa kuanzia, mara nyingi watu hawaelewi, lakini unaposema wai, unawai. Kwa sababu viti vinaanza kujaa kuanzia asubuhi. Mkesha ni jioni, lakini watu wanaanza kuwai viti kuanzia asubuhi. Kwa hiyo watu wawai, na mkesha wenyewe utaanza saa 12. Mambo yanaanza saa 2, moto umewaka mpaka asubuhi. Mungu awabariki.